Kwenye historia ya muziki wa Tanzania, kuna majina, yaani ukiyataja tu unawasha moto ambao hauzimiki. Na leo tunazama ndani kabisa, tunaangalia historia yao, lile bifu lao kali na zile ngoma zao haswa. Tunawazungumzia magwiji wa dansi, Banza Stone, Ali Choki na Muumini Mwinjuma. Okay, sasa swali kubwa ni hili. Ni nini hasa kilichowafanya hawa jamaa watatu wawe malegend wasiosahaulika? Nilipomuona Lightness kwanza nilichanganyikiwa. Mapigo ya moyo yalinibadilika ghafla kutokana na uzuri wako mama. Na sio tu kwamba walikuwa na vipaji, hapana. Jibu, unajua, liko kwenye mchanganyiko wa safari zao ambazo zilikuwa tofauti kabisa, lile bifu lao la hatari na ule urithi waliotuachia. Ili uelewe ukubwa wao haswa, lazima turudi nyuma kidogo, twende kwenye ile golden era ya muziki wa dansi. Hapa tunazungumzia miaka ya 90 na miaka ya 2000 mwanzoni, kipindi kile ambapo bendi kama Twanga Pepeta na TOT Plus, yani ndio zilishika nchi. Sasa, katikati ya ule moto wote wa burudani, wakatokea hawa majitu watatu, na mashabiki wenyewe ndio waliowapa jina, wakawaita mafahari watatu. Yaani, unaona kabisa jina lenyewe linaonyesha nguvu na ushawishi waliokuwa nao kwenye game. Na jambo la kufurahisha sasa ni hili. Pamoja na kwamba walikuja kukutana na kufanya kazi pamoja, kila mmoja alikuwa na safari yake ya kipekee kabisa kabla hata hawajawa mastaa. Basi, hebu tuchungulie kidogo jinsi kila mmoja wao alivyopambana kutengeneza njia yake. Okay, tumuanze wa kwanza. Tajwa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Ramadhani Masanja au Banza Stone kama tunavyomjua. Huyu bwana aliitwa Jenerali. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake wa kuliamrisha jukwaa. Sauti yake ile nzito na ule mtindo wake wa atalakwe, yani ile staili ya kuwachombeza mashabiki na kuiongoza bendi, ilikuwa haina mpinzani. Hakuna. Anayefuata sasa ni Muumini Mwinjuma, kocha wa dunia. Huyu sasa alikuwa tofauti. Alijulikana kwa sauti yake laini iliyojaa hisia na uwezo wake wa kutunga mashairi ambayo yani aligusa maisha ya watu moja kwa moja. Huyu alikuwa mshairi haswa ndani ya muziki. Unakosa usingizi, unashindwa hata kula, watafuta mambo yangu. Na anafunga listi yetu ni Ali Chonki, mzee wa farasi. Chuki binafsi, makazini, Katapila, majumbani na mitaani yo. Hili jina peke yake linaonyesha ukongo wake na jinsi alivyotawala game kwa miaka na miaka. Alikuwa na mvuto wa ajabu jukwani na alikuwa anajua jinsi ya kubadilika na wakati. Ndio maana alidumu sana. nilivyokupenda nilijua watu wataona wivu mama. Sasa sikia hii story ya Banza. Hii inavutia sana. Watu wengi hawajui hili, kwamba Banza alianza kama msanii wa hip hop mwaka 1989. Unaweza kuamini? Alipogundua haitoki sana, akabadili gia, akaingia kwenye dansi, akianza kupiga ngoma. Na hatimaye mwaka 1995 akatua Twanga Pepeta na akawa mmoja wa watu walioijenga bendi ile mpaka ikawa kubwa. Zamani mimi amenikuta na kuhuzunisha na kusikitisha sana. Zamani mimi amenikuta na kuhuzunisha na kusikitisha sana. Muumini naye alianza safari yake mwaka ule ule 1989, lakini yeye alikuwa na bendi ya Roll Africa. Kuja kuwa maarufu sana baada ya kutoa kile kibao chake cha Tunda Special. Ukikosa baba, ukikosa mama, hapa duniani utapata wapi wengine? Zamani mimi amenikuta.
Tukimgeukia Choki sasa, huyu ni mkongwe, amekaa kwenye game zaidi ya miaka 35. Tofauti na wenzake, yeye aliletwa Twanga Pepeta pale mwanzoni mwa miaka ya 2000 ili kuziba pengo la Banza Stone. Na hapa sasa ndio drama linaanza, maana baadaye aliondoka na kwenda kuanzisha Extra Bongo, bendi ambayo ilikuja kuwa mpinzani mkuu, yani hasimu mkubwa wa Twanga Pepeta. Ukiangalia hii ratiba, unapata picha kamili ya safari yao. Banza na Muumini wanaanza karibu muda mmoja, lakini tazama jinsi njia zao zilivyokuja kupishana. Banza anaijenga Twanga, alafu Choki analetwa kuziba pengo lake. Kisha Choki huyo huyo anakuwa mpinzani wao mkuu. Wakati huo huo, Muumini yeye anaamua kujitegemea na bendi yake. Huu mzunguko wa kushirikiana na kushindana ndio hasa uliotengeneza historia yao, hadi pale safari ya Banza ilipofikia tamati mwaka 2015. Unatakiwa utumie akili, busara pia uvumilivu ili kukabiliana na wimbi la maisha. Na hapa sasa tunafika kwenye kiini ka stori nzima, ule ushindani wao mkali. Unajua, hii haikuwa tu ushindani wa kibiashara, hapana. Hii ilikuwa kama vita ya wenyewe kwa wenyewe. Vita iliyowasisimua mashabiki na kuufanya mziki wa dansi uwe na msisimuko ambao haujawahi kutokea. Uwanja mkuu wa mapambano ulikuwa kati ya timu mbili, Twanga Pepeta, kile kisima cha burudani, dhidi ya Extra Bongo, ile bendi aliyoianzisha Choki. Sasa tendo tu cha Choki kuanzisha bendi yake na kuchukua baadhi ya wanamuziki kilizua mjadala mkubwa sana mitaani. Swali likawa moja tu, nani mkali zaidi? Na ushindani wenyewe haukuishia jukwani tu, la hasha, ulihamia hadi kwenye media. Hii nukuu hapa ni maarufu sana, ni ya Ali Choki aliposema waziwazi kwamba Muumini hakuweza kumkabili. Vijembe, maneno makali, hata nyimbo za kurushiana dongo, vyote vilikuwa sehemu ya game. Lakini pamoja na yote hayo, na hapa ndipo unaona ukomavu wao kisanii, licha ya kurushiana maneno yote hayo, walikuwa wanatambuana. Walijua kila mmoja ni mkali. Walikuja kufanya mradi wa pamoja wakiuita Mafahari Watatu, na hapo walithibitisha kwamba wakiungana hakuna anayewasogelea. Sasa tuangalie urithi wao umejengwa juu ya nini hasa. Tutazame zile ngoma zao ambazo haziwezi kusahaulika, lakini pia tuangalie zile changamoto za maisha yao ambazo ziliwachonga na kuwafanya wawe magwiji tunaowakumbuka mpaka leo. Banza Stone Jenerali alituachia vibao vingi sana. Ukisikiliza ngoma kama Kisa cha Mpemba, Elimu ya Mjinga au hata Mtupesa, utagundua hazikuwa tu za kuburudisha. Zilikuwa na ujumbe mzito sana kuhusu maisha yetu ya kila siku. Inasikitisha sana kwamba Banza alipambana na saratani ya ubongo na akafariki mwaka 2015. Lakini jina lake na kazi yake bado vinaishi. Ule mtindo wake wa atalaku bado una ushawishi mkubwa, na cha kufurahisha, mtoto wake Hans Stone anaendeleza pale baba yake alipoishia. Ali Choki, mzee wa farasi, huyu naye ana orodha ndefu ya ngoma kali. Hebu fikiria Umbea Hauna Posho, Walimwengu au ile Fainali Uzeeni. Hizi ni baadhi tu ya nyimbo zinazoonyesha jinsi gani alikuwa na uwezo mkubwa wa kutunga na kuburudisha. Safari ya Choki ilikuwa na heka nyingi sana. Unajua, alikuwa na hama bendi mara kwa mara, lakini kuna kitu kimoja alikijua vizuri sana: jinsi ya kutumia media kujijenga. Yale mabifu yake na mahojiano yake makali yalikuwa yanamfanya aonekane kama rais wa muziki wa dansi. Kila wakati alikuwa anazungumziwa na kila wakati alikuwa anawasha moto. Na kocha wa dunia Muumini Mwinjuma, jamani, Tunda Special ilikuwa kama wimbo wa taifa kipindi kile. Kila kona ulikuwa unaisikia. Na ngoma nyingine kama Maisha Kitendawili na Mgumba
zinaonyesha jinsi gani alivyokuwa na kipaji cha kipekee cha kusimulia hadithi kupitia nyimbo zake. Muumini naye hakupita kwenye njia nyepesi. Alikuwa mwazi, hakuogopa kuzungumzia matatizo yake. Alifanya hivyo kwenye wimbo wake Nimefulia. Hii inadhihirisha ujasiri na ile roho ya upambanaji wa wasanii wengi wa dansi. Ina mama mko wapi? Na wataka uwanjani. Na majambo miewa. Kwa hiyo, tukikusanya yote pamoja, tunapata jibu. Ni mchanganyiko wa vitu vitatu. Kwanza, vile vipaji vyao vya hatari. Pili, ule ushindani wao mkali uliowasha moto. Na tatu, yale mapambano yao binafsi. Hivi vitu vitatu kwa pamoja ndivyo vilivyotengeneza ile enzi ya dhahabu ya muziki wa dansi Tanzania, na ndio maana hawawezi kusahaulika. Mkubwa ya mkubwa, Kapiteni John Komba. Basi, tunafika mwisho na tunawachia swali hili la kutafakari. Hivi, muziki wa dansi Tanzania utakuja kushuhudia tena utatu wa majitu kama hawa? Kiukweli, urithi wao umeweka kiwango cha juu sana. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi.